Habari zenu wapenzi wa watazamaji, karibuni tena. Kwenye foleni za jiji, kila mtu anapopambania fuel consumption na gari compact, wengi huipuuza hii hatchback wakidhani ni ya kawaida tu. Lakini ukweli ni kwamba Toyota Yaris ya miaka 2021 hadi 2023 ina muundo rahisi, lakini ni gari imara na yenye akili sana kwa mishe za kila siku. Kwa lugha rahisi, kama unaendesha mjini kila siku na unaogopa mambo ya kubana kwenye parking, Toyota Yaris lazima iwepo kwenye listi yako ya kwanza. Na leo tunaangalia specs safi kabisa za Japan za kuanzia modeli ya 2021 hadi 2023. Toyota walitengeneza gari hii wakilenga hasa matumizi halisi ya kila siku na ufanisi mkubwa wa mafuta. Kimsingi, kwa mtu anayetaka gari ya kuaminika ya kazi bila usumbufu wa mara kwa mara, saizi hii inafaa kabisa. Ukiitazama bodi kwa nje, utaona wazi kile ambacho Toyota walitaka kukifanya hapa. Upande wa mbele una muonekano mkali na mstari ya pembeni imechongwa vizuri ili kupunguza upepo na kufanya gari itembee kiulaini barabarani. Lakini ukubwa wake ndio silaha kuu hapa. Iwe ni kwenye vichochoro au foleni nzito za jiji, jinsi inavyopenya kiurahisi utaipenda pindi utakapoiendesha. Hakuna mbwembwe zozote zisizo na msingi, bali muundo wote umebaki kuwa safi na unaofanya kazi iliyokusudiwa. Sasa hebu tuchungulie ndani kidogo, tuone kulivyo. Ukifungua mlango, utagundua kuwa japo ni hatchback ndogo, nafasi na driving position ya viti vya mbele zimepangwa vizuri mno. Mpangilio wa dashboard uko simple na wa moja kwa moja. Ukiwa kwenye steering controls zote unazifikia bila shida yoyote. Lakini niseme ukweli, viti vya nyuma, legroom inaweza kubana kidogo kwa watu warefu. Ila kwa mizunguko ya kawaida ya mjini haina tatizo. Nayo boots ina nafasi ya kutosha kabisa kwa mizigo ya sokoni au mabegi yako ya kila siku. Gari ikiwa ndogo hivi, je, uendeshaji wake ukoje? Toyota Yaris inajibuje ukikanyaga mafuta. Nikupe ukweli wazi, hii si gari la mbio na haijatengenezwa kukupa horsepower za ajabu. Lakini kwenye foleni za mjini za kusimama na kuondoka, acceleration yake ni smooth na inafanya safari iwe ya amani kabisa bila uchovu. Steering yake ni nyepesi sana, kwa hiyo kupiga U-turn au kuzungusha gari kwenye nafasi finyu ni mteremko. Ukipita kwenye barabara zetu zenye mashimo, utaona jinsi suspension ilivyotulia na kutoa msaada mzuri kwa safari za kila siku. Mwisho wa siku, faida kubwa ya engine hii si nguvu ya fujo, bali ni ulaji mdogo wa mafuta na uendeshaji rahisi. Sasa gari ukiipenda, utaipataje mikononi mwako? Hapa ndipo penye siri. Magari haya yapo kwenye stock ya Carbon kule Japani sasa hivi. Gari unaloliona ndilo hilo utakaloletewa. Kabla ya kusafirishwa, timu ya Japani hufanya inspection kamili kuhakiki condition, modolia ya kuanzia 2021 hadi 2023, pamoja na nyaraka zote. Kisha, mchakato mzima wa shipping unasimamiwa kwa umakini wa hali ya juu hadi bandarini. Huna haja ya kuhangaika na madalali. Kila kitu kinatekelezwa kupitia mfumo mmoja ulionyooka. Na mwisho kabisa, swali kubwa. Kuleta gari hili mpaka bandarini inagharimu kiasi gani? Nikupe hesabu ya wazi kwa magari haya kuanzia modeli ya 2021 hadi 2023 yaliyopo kwenye stock sasa hivi. Estimate inaanzia karibu shilingi milioni 18 na laki mbili kwa speki ya chini, na inafika karibu shilingi milioni 29 na laki 5 kwa speki ya juu. Ndani ya estimate hiyo tayari kuna shipping, inspection kamili ya timu yetu ya Japani na gharama zote za mchakato wa usafirishaji. Lakini kumbuka, hii si bei ya mwisho uliohakikishiwa. Thamani ya gari sokoni ikibadilika au dollar rate ikipanda, jumla ya mwisho inaweza kubadilika kidogo. Kwa hiyo ichukulie kama makadirio safi ya sasa ya kukusaidia kupanga bajeti yako ya kununulia. Sasa uamuzi wa mwisho ni upi? Kwa mtu anayetafuta hatchback thabiti ya bei nafuu na inayobana matumizi ya mafuta mjini, Toyota Yaris inafaa sana. Kama unataka kuweka chombo hiki ndani ya geti lako, cheki stock ya Carbon. Leo uchague spec inayokufaa. Kwa leo tunaishia hapa. Asante kwa kutazama. Tuonane kwenye video inayofuata.